mstari ni ule wa kwanza mpaka mstari wa 8, ambao una mada inayosema ruhusu moyo wako kuanza upya 2026. Ruhusu moyo wako kuanza upya 2026. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha tunayoishi kuna mambo mengi ambayo tunayapitia kwenye maisha yetu, ambayo yanakuja kwa majira na wakati, kama kusudi la Mungu na wala si kusudi la mwanadamu. Mtu wa Mungu ambaye umewahi kupitia mambo magumu, ambao umewahi kupitia vitu ambavyo vimekuumiza, ambao umepitia changamoto ya aina moja au nyingine, iwe ni magonjwa au pito la aina yoyote, kuondokewa na ndugu, neno la mchana wa leo lina faraja kubwa na kutumaini jipya katika mwaka huu wa 2026. Lipo tumaini kubwa sana kwa Yesu Kristo ambaye amekuja akafa msalabani kwa ajili yetu. Tunaenda kuangalia somo kama lilivyoandikwa katika kitabu hiki cha Ufunuo. Nitakutangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza imekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa na mumewe. Kisha sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikasema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watavuka watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kiti kile cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kwa kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Mstari wa 7 anasema, yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Mstari wa 8 anasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Hii ndiyo mauti ya pili. Mtu wa Mungu, tuombe ili Roho Mtakatifu atuongoze katika somo la leo. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wa majeshi, tunakuja mbele zako, tunashuka na kupungua kabisa, tukiomba toba na rehema. Bwana ukapate kuturehemu pale ambapo tulikopungua. Tunaomba Bwana ukapate kutufundisha katika somo la leo. Tunaomba uwepo wako Bwana useme na watu wako. Nitumie kama chombo tu, Mungu wa rehema, mtumishi wako niliyekubali kutumika, ili Bwana ukaseme na watu wako katika neno la leo. Ukagange mioyo yao, ukapate kuwaponya, ukawape tumaini jipya katika mwaka huu. Bwana ninakusihi uanze pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba nikiamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu popote pale ulipo, mtu wa Mungu, karibu sana katika kipindi hiki cha neno la Mungu. Nitaenda katika mfumo ule ule ambao huwa nautumia siku zote wa kufafanua mstari kwa mstari. Na katika somo la leo nimeligawanya katika mafungu matatu,
mstari wa 1 mpaka wa 4, tuna jambo la kuangalia pale, linasema jaa kiu ya mabadiliko. Jaa kiu ya mabadiliko, mtu wa Mungu. Mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Tuna jambo la pili la msingi ambalo tutaenda kuliangalia, linasema agizo la kuandika. Mstari ni wa 5 mpaka wa 7. Mtu wa Mungu, ni kusihi sana, somo la leo ni somo la muhimu sana. Ni somo ambalo litasababisha mabadiliko katika maisha yako. Kwa hiyo ni kuombe sana uchukue kalamu na karatasi uweze kuandika, au uwe unafuatilia haya masomo katika akaunti yangu ya YouTube ili uweze kupata mabadiliko ya mwaka huu wa 2026. Agizo la kuandika, mstari wa 5 mpaka wa 7. Katika mstari wa 8 peke yake tutaangalia kitu kinasema acha dhambi, epuka mauti. Acha dhambi, epuka mauti. Ninakutajia vitu vyote vitatu ambavyo tutaenda kuangalia katika hili somo ili kukutia moyo pia usichokee njiani. Ukisikiliza kipindi cha neno la Mungu, sikiliza mpaka mwisho ili kwanza upate maombi pale mwishoni, lakini uweze kupata uhalisia wa neno na ujue cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapoangalia, kuna mji mpya unaenda kutendeka, unaenda kufanyika. Hapa katika neno hili, katika kitabu hichi cha Ufunuo, haya yalikuwa ni maono ya mtume Yohana. Mtume Yohana wakati akiwa katika kisiwa cha Patmo, anapata haya maono ya vitu ambavyo vitakuja kutokea, ya mambo ambayo yatakuja kutokea baadaye. Kwa hiyo nikusihi sana mtu wa Mungu, unifuatishe kwa makini sana ili uweze kupata jinsi gani unaweza kupata mabadiliko katika mwaka huu wa 2026. Neno la Mungu linasema kwamba kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza imekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Yohana anaonyeshwa mambo ambayo yatakuja kutokea siku za karibuni, jinsi ambavyo Yesu atarudi, jinsi ambavyo mbingu ya zamani itaondolewa, nchi ya zamani itaondolewa na vitakuja vitu vingine vipya. Yohana anaona nchi mpya na mbingu mpya. Kwa nini nchi ya zamani inaondolewa? Kwa nini mbingu ya zamani inaondolewa na kuja mbingu mpya? Ndipo tunapoangalia ya kwamba maisha tunayoishi yamejaa dhambi nyingi, yamejaa matukio mengi, yamejaa majaribu mengi, yamejaa vilio vingi, yamejaa matatizo ya kila aina. Wewe usipokuwa na hili, mwenzako ana lile, huyu ana hili, huyu ana lile. Lakini neno hili lilikuwa likimaanisha jinsi ya tunavyotakiwa kuenenda katika mwenendo ambao tuwakuacha maovu, ili tuje tukairithi hii mbingu mpya na hii nchi mpya. Hivi vitu havitokei tu kwa watu ambao hawana mahusiano na Mungu. Sasa nataka nikutie moyo mtu wa Mungu katika siku ya leo kupitia somo hili kwamba yale yote ambayo uliyapitia siku za nyuma, yale yote ambayo yaliumiza moyo wako, yale yote ambayo ulikuwa hujui pa kupita, tazama kuna mabadiliko ndani ya mwaka huu wa 2026. Unaenda kuona vitu vipya, unaenda kuona matendo mapya ya Mungu makuu katika maisha yako. Unaenda kuona ukikua kiuchumi, unaenda kuona ukipona, ukiwa unatembea na afya, unaenda kuona mabadiliko makubwa kabisa. Anasema ni nchi mpya na mbingu mpya. Wakati huo itakuwa tutavalishwa miili mingine kwa ajili ya kwenda kuishi maisha ya milele na Mungu. Lakini nakutia moyo katika nyakati hizi ambazo tunapita kwenye majaribu mengi na misukosuko ya maisha, kwamba tumaini la moyo wako lijue ya kwamba Yesu Kristo hakufa msalabani bure,
bali vitu vipya vinaenda kutokea mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Vitu vinaenda kuwa vipya na vile vya kale vinaenda kuondolewa. Hizo mbingu mpya na nchi mpya ambazo zinaenda kuondolewa na Mungu katika wakati wa mwisho ni kwa sababu zimejaa uharibifu, ni kwa sababu zilijaa dhambi, ni kwa sababu zilijaa kutokumtumaini Mungu. Mungu anasawazisha na tunavishwa mavazi mapya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa nakupa tumaini la mwaka huu ambao tumeuanza. Tuko mwaka wa 2026 na tuko mwanzoni kabisa kwenye mwezi wa kwanza ambao ni lango. Ili vitu vitokee, lazima utarajie kutoka ndani ya moyo wako kwamba ninaenda kupokea sasa vitu vipya. Ninaenda kupata mabadiliko sasa katika mwaka huu wa 2026. Wala hiyo misukosuko na hayo matatizo na hizo mauti na hiyo misiba haitokuwepo tena. Anasema, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Yohana anajaribu kufananisha huo mji mpya wa Mungu, Yerusalemu. Anajaribu kutafuta kitu ambacho kinaweza kuwa kimepambwa au kiko katika unadhifu wa kuweza kufikia, lakini anaona kwamba anatumia bibi harusi aliyepambwa. Wote tunajua maharusi. Siku za kawaida ukiwa unaishi huwezi kuwa kama bibi harusi. Bibi harusi siku ya harusi yake anatoka asubuhi mapema, anaenda kupambwa, anaenda kubadilishwa na mavazi na kila kitu. Yohana anajaribu kuelewesha utukufu wa huo mji aliouona. Hizi ni nyakati hizo zinazokuja ambazo hivi vitu vyote vilivyoandikwa na Mtume Yohana vitaenda kuonekana. Lakini ni nini nakuambia mtu wa Mungu? Ninasema ya kwamba unaenda kuona vitu vipya katika maisha yako. Unaenda kuona maisha mapya katika maendeleo yako ya kiroho. Unaenda kuona maisha mapya katika uchumi wako. Unaenda kuona maisha mapya katika afya yako. Unaenda kuona maisha mapya ambayo yatakuwa na uthamani usio na kifani. Yaani mwaka uliopita, yale yote uliyopitia yanaenda kubadilishwa sasa. Vitu vimekuwa vipya. Ulikuwa wa kudharauliwa, hutadharauliwa tena. Ulikuwa wewe wa kusema, hutasemwa tena. Ulikuwa wewe huna mtaji, unaenda kubadilika. Vitu vinaenda kuwa vipya, lakini vinakuwa vipya vya thamani. Yohana anapozungumzia hapa, anazungumzia mji mtakatifu wa Mungu, ambao huo mji mtakatifu wataingia wale watakatifu tu. Sasa fungua moyo wako, jiachie kabisa kuwa na haja na kiu ya mabadiliko. Vitu vitoke rohoni ili vijidhihirishe katika mwili. Mafanikio yoyote mtu wa Mungu yanaanzia rohoni. Kama utajinenea ya kwamba mimi siwezi, mimi sifanikiwagi, mimi kwanza kwetu huwa tunaishia darasa la ngapi, sisi kwetu kwanza, yani achana na mambo ya kwenu, achana na mambo ya kwenu. Simama wewe kama wewe umeshazaliwa, umekamilika, ni mtu ambaye ufanani na mtu yoyote katika ulimwengu huu. Kwa hiyo vitu vinaenda kubadilika, lakini wa kuvibadilisha ni wewe. Kumbuka mada yetu inasema ruhusu moyo wako kuanza upya. Ile mizigo uliokuwa umeibeba ambayo ilikuwa inakurudisha nyuma katika imani, iliokuwa inakurudisha nyuma katika tumaini, itue sasa. Tuko mwaka mwingine, vitu vinaenda kuanza upya. Jitie nguvu. Ulikuwa huwezi kuomba, ulikuwa huwezi kufunga, ulikuwa huwezi unaenda kufunga na kuomba na vitu vitakuja kujibiwa na Mungu. Ruhusu moyo wako kuanza upya. Acha kubeba mizigo ya mwaka uliopita. Acha kukumbuka kwamba hili sitasahau, hili sitasahau. Usibebe mizigo katika moyo wako. Wewe songa mbele. Sasa vitu ambavyo utaenda kufanikiwa vitakuwa na uthamani mkubwa sana. Lakini mstari wa 3 tunaangalia jambo linasema jaa kiu ya mabadiliko. Anzia ndani kwako.
nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu anasema katika mstari wa 3, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Nisikilize mtu wa Mungu, hii maskani ya Mungu, na kuambia hivi, ni wakati ule wa mwisho ujao ambao tutabadilishwa mavazi, tutabadilishwa hii miili, tutakuwa na miili mipya, tutaona mbingu mpya, tutaenda kuishi na Kristo. Lakini usiporuhusu vitu vipya ndani ya moyo wako ili ukatembea katika kusudi la Mungu, huwezi kuja kukutana na hii mbingu mpya. Mbingu mpya, anza kutengeneza moyo wako sasa hivi. Anza kukubaliana kutokubeba mizigo katika moyo wako. Ruhusu vitu vipya vizaliwe katika utu wako wa ndani ili ukaweze kuwa katika hii maskani. Mungu anasema maskani yake itakuwa pamoja na wanadamu. Maono haya ya Mtume Yohana. Sasa kama wewe unatarajia kuwa katika hii maskani ya Mungu pamoja na watu wake, lakini bado unatembea katika njia zisizompendeza Mungu, lakini bado umebeba yale magumu na watu uliowabeba katika moyo wako, umevuka nao mwaka, unaendelea kutembea nao, mtu wa Mungu, ninakusihi ubadilike ili vitu viweze kubadilika sasa hivi, na kanisa linaponyakuliwa uweze kunyakuliwa na bwana harusi ili ukaweze kuja kuurithi uzima wa milele. Anasema maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe. Ukitaka kuwa mtu wa Mungu ni lazima ufate taratibu za Mungu. Mungu ni mwenye kanuni na mwenye utaratibu. Huwezi kuwa mtu wa Mungu ambaye asubuhi uko kanisani, jioni uko kwenye viti virefu. Asubuhi uko kanisani, jioni umeenda kuwanga kwenye nyumba za watu. Asubuhi uko kanisani, jioni umeenda gesti. Yaani wewe ni mtu wa matukio na vyote unavichanganya. Mungu hataki vuguvugu. Ukitaka mabadiliko yatokee katika mwaka huu, acha matendo maovu, ruhusu toka ndani, jitabirie ushindi, jitabirie kupanda juu kabisa. Somo lililopita nilikuambia ukapande juu kama tai, na nikakupa sifa za tai. Usijitabirie kushindwa, usijinyong'onyeshe, lipo tumaini mbele za Mungu. Lakini tunapoangalia, Mungu anasema ya kwamba atakuwa pamoja nao, hao wanaomcha Mungu, hao walioacha uovu, hao watakaovalishwa miili mipya. Nikuulize mtu wa Mungu, unalo tumaini wewe kabisa kwamba kanisa likichukuliwa leo unanyakuliwa? Hebu jiangalie katika huo moyo wako, ni mizigo mingapi umeibeba, umevuka nayo mwaka na hutaki kuiachia. Ruhusu vitu vipya vizaliwe. Ruhusu vitu vipya vizaliwe katika imani yako, katika uchumi. Mungu akiwa pamoja na wewe, automatic vitu vitabadilika. Katika uchumi wako, katika afya yako, katika ndoa, katika kupata watoto, mahitaji yote yataenda kutimizwa. Lakini mstari wa 4 anasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Unasikia neno la Mungu linavyosema? Maanake hawa wote ambao watakuwa wameenda kurithi katika maskani ya Mungu, kuishi pamoja na Mungu, hakutakuwa na hivyo vitu tena, hakutakuwa na vilio wala nini, na atawafuta machozi. Hebu tamani mtu wa Mungu siku ya mwisho ukafutwe machozi na Yesu Kristo. Hebu tamani kuruhusu leo moyo wako Yesu akufute machozi. Ni kweli mwaka jana ulifiwa.
Ni kweli mwaka jana ulifilisika. Ni kweli mwaka jana ulikuwa na malengo lakini hukutimiza. Ulitaka umalizie nyumba ikashindikana. Ulitaka kuoa ikashindikana. Kila ulichokifanya hakikufanikiwa. Ni kweli kabisa. Hebu ruhusu sasa kutoka moyoni Yesu Kristo akuguse ili vitu vibadilike. Hebu tembea ukiwa na tumaini ya kwamba Kristo atakufuta machozi. Ndilo kusudi hasa la Yesu kuja na kufa msalabani, ili sisi watoto wake tusilie tena. Hakutakuwa na maombolezo tena. Lakini anasema hakutakuwa na kilio. Kilio kinaweza kuja kwenye mazingira mengi sana. Unaweza kufikiri labda ukifiwa tu ndio unalia. Hapana. Uliza watu wa Mungu wakupe shuhuda. Kuna watu wanalia katika afya, wengine wako vitandani, hawajui watainuka lini. Kuna watu wanalia kila wanachokishika, kila wanapoanzisha mtaji unakufa. Kuna watu wanalia hata amani tu ya kuwa na familia zao haipo. Kuna watu wanalia toka wameanza kupambana katika maisha hafanikiwagi. Yaani hajawahi kuhesabu hata milioni moja ikatimia ya kwake mwenyewe ameshika kwenye mkono. Anashindwa kuelewa hao watu wanaobarikiwa inakuaje? Hao watu wanaokuwa na mamilioni ya pesa inakuaje? Moyo wake unaenda ukiugua. Nikupe tumaini mtu wa Mungu kwamba unaenda kushinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu lipo tumaini. Mungu mwenyewe ndo anasema atawafuta machozi. Hebu tamani kufutwa machozi leo kabla hata ile siku ya mwisho haijafika. Hebu tamani, kwa sababu kama unaruhusu Mungu kuwa pamoja nawe na una mahusiano mazuri na Mungu na unatembea katika kusudi la Mungu, uwe na uhakika kwamba unaanza kupokea ukiwa hapa. Vitu vinaenda kutokea ukiwa hapa duniani. Anasema hakutakuwa na mauti. Mauti zinatokea kwa njia nyingi. Unaweza kufikiri mauti labda ni hali fulani ya kufa. Kuna kufa na umauti. Ni tofauti hivi vitu. Sasa huu mauti, kuna walioombewa ambao walikuwa mpata umauti, wakafanywa maombi wakainuka, lakini ukifa umekufa. Na kifo hichi cha hapa duniani ni kifo cha mwili. Zipo nyakati ambazo za kufa katika roho. Katika somo la leo tutafika eneo kama hilo. Na kuomba tu unisikilize kwa makini kwamba tupo eneo ambalo nasema jaa kiu ya mabadiliko. Na mada yetu ya leo inasema ruhusu moyo wako kuanza upya 2026. Kitabu tunachokitafakari neno lake ni kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 1 mpaka wa 8, na sasa tuko katika mstari ule wa 4. Anasema wala kilio. Hii mauti inatokeaje? Mauti inatokea kwenye biashara, mauti inatokea kwenye uchumi, mauti inatokea kwenye kiu ya kumuomba Mungu, mauti inatokea kwenye kila eneo. Vitu vinakufa, vitu haviwezekani kutokea. Lakini nakutamkia neno hili la baraka siku ya leo kwamba hakuna mauti tena. Katika chochote unachokimiliki, hakuna mauti. Kama wewe ni mtu wa sifa, unaenda kumsifu Mungu zaidi ya viwango vya kwanza. Kama wewe ni mtu wa maombi, unaenda kumuomba Mungu katika viwango vya juu kabisa. Kama wewe ni mtu wa kufunga, ni mtu wa biashara, unaenda kupanda zaidi na zaidi. Anza mwenyewe ndani ya moyo wako kujitabiria mema. Kubali mema ndio yatawale moyo wako. Ondoa mizigo iliyoko moyoni mwako. Unaenda kupokea, mambo yanabadilika. Yohana anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Ruhusu vitu vipya viingie katika moyo wako. Lakini katika neno hili tunaangalia katika mstari wa 4, anasema hivi wala maumivu. Maanake hata magonjwa hayana kibali katika ile miili ambayo tunaenda kuvalishwa. Sasa omba maumivu yasiwepo mpaka kuanzia leo. Magonjwa yote hayana mamlaka juu ya mtu wa Mungu. Havitakuwepo tena. Maana mambo hayo ya kwanza yamekwisha kupita. Sasa vitu hivyo vilivyokuwa vinakutesa, vinakusumbua katika moyo wako, katika fikra zako, katika mawazo yako, katika udhaifu wa mwili wako, biashara na kila kitu, hebu achana navyo katika mwaka ule uliopita. Tuko mwaka mpya, tunahesabu tarehe. Leo tuko tarehe ngapi? Leo tuko tarehe 9. Vitu ni vipya, tunatarajia kwenda Februari.
Ruhusu moyo wako upokee vitu vipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lipo tumaini kwa watu wa Mungu, wala hatuwezi kubeba ile mizigo tena. Sasa tunaenda kuangalia agizo la kuandika katika mstari ule wa 5 mpaka wa 7. Neno la Mungu linasema, na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Sikiza mtu wa Mungu, huyu ni Yohana anapewa maelekezo katika maono yake kwamba aandike hata vile vitu vyote anavyoviona, lakini aandike kwamba hii ni amini na kweli. Haya mambo yote, kuna umuhimu wa kuandika vitu, kitu ambacho wakati natafakari hili neno nilikuwa najiuliza sana, kwa nini Yohana alikuwa anaambiwa aandike? Manake kichwa kinabeba vitu vingi sana, mtu wa Mungu. Kuna wakati hata unaweza ukaingia kwenye maombi ukijua kwamba nitaombea hiki na hiki na hiki, lakini ukajikuta kwamba umemaliza hata maombi hujakisema kile kitu. Hata maombi andika. Au katika maono, Mungu anasema nasi kila siku. Kile ambacho Mungu anakuonyesha unajua kabisa hiki ni cha Mungu, au umemsihi mara 2 mara 3 amekurudia message ile ile, andika. Kwa sababu mpaka Mungu kukuonyesha kitu, kuna kitu anataka ufanye katika hilo alilokuambia. Watu wengi sana wanapata maono na yanapotea hivi hivi kwa sababu hawana kumbukumbu. Akiondoka asubuhi anakumbuka, ikifika jioni amesahau. Labda lile swala linatakiwa kuliombea, labda hicho kitu ulichoonyesha unatakiwa utembee kwenye maombi ya siku ngapi, unatakiwa ufanye hiki na kile, lakini unasahau. Yohana anaambiwa andika. Lakini yeye anaambiwa Yohana, andika maneno haya ni amini na kweli, kwa kuwa ni Mungu mwenyewe alikuwa anajidhihirisha kwake. Amini neno la Mungu ni amini na kweli. Na Mungu anaposema kwamba atafuta watu wake machozi, amini ni kweli atawafuta machozi. Na ni kweli kabisa. Uko umuhimu, mtu wa Mungu, wa kuandika hata mambo ambayo unataka kuyafanya mwaka huu wa 2026. Ni kweli kabisa, nina uhakika kwamba unayo malengo yako. Lakini usipoandika, kuna wakati pesa itakuja na hukumbuki kile ulichokuwa unataka kukifanya. Unajikuta umetumia ile pesa mpaka imeisha, ndio ile mawazo yanakuja tena kwamba nilikuwa nasema mwaka huu nataka kufanya hivi. Andika kwa imani, ukiamini kwamba ni kweli hivi vitu vitatokea. Amini kwamba Mungu atakufanyia, kwa sababu tunasema kwamba ruhusu moyo wako kuanza kuamini, ruhusu moyo wako kuanza upya. Kama unaruhusu moyo wako uanze upya na unatarajia vitu vipya, andika. Mwaka huu ninaenda kumalizia nyumba yangu, mwaka huu ninaenda kununua kiwanja, mwaka huu ninaenda kuongeza elimu, mwaka huu ninampeleka mtoto shule fulani, mwaka huu andika. Usiseme siwezi kuandika kwa sababu hata hiyo hela yenyewe iko wapi. Hapana, Bwana atafanya. Nimekuambia unaenda kupokea vitu vipya katika mwaka. Sasa wewe unafikiria nini? Changamka. Andika vitu vyako vyote. Fanya vitu kwa smart. Alafu pesa ikija, rudi kwenye hiyo diary yako. Anza kuangalia, lengo langu la mwaka huu nilisema nitamjengea Mungu. Toa hiyo sadaka kwa Mungu. Nenda kajenge madhabahu yako. Mwaka huu nilisema ya kwamba nitanunua gari. Hata kama pesa haijatosha kununua gari, angalia kinachofuata pale. Ulisema utanunua kiwanja, nenda kanunue kiwanja. Huko viwanja vimeshuka bei kabisa. Acha kunyanyasika kwenye nyumba za kupanga. Bwana Yesu asifiwe. Andika kila unachodhamiria katika mwaka huu, kuhusu watoto wako, kuhusu familia yako, kuhusu ukoo wako, kuhusu biashara yako, kuhusu chochote kanisani. Andika. Na tena ukishaandika, amini ya kwamba unaenda kupokea, na ni kweli tupu kutoka kwa Mungu. Sasa tunapoangalia, huu ni mstari wa 5, mstari wa 6 anasema hivi, akaniambia imekwisha kuwa,
mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Sikiliza mtu wa Mungu, nikwambie. Hapa Mungu amejifunua kabisa kwa Yohana. Amejifunua kwa nini? Anataka Yohana aje aandike yale aliyoyaona ili watu wajifunze, kama leo hapa ninavyokufundisha katika neno hili la leo. Unasema labda hichi kitabu kinaandika mambo yajayo, kwa hiyo tusubiri. Unaujua muda? Unajua siku zako? Kwa kuwa hujui siku zako, tambua kwamba anayezungumza kuhusu haya ni Mungu ambaye anajitambulisha. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Anasema mimi nitampa yeye mwenye kiu. Ndugu yangu, kiu yako ni nini? Kiu yako ni ipi mwaka huu 2026? Hebu jitafakari ndani ya moyo wako, alafu uione hiyo kiu. Kiu yako ni kumtumikia Mungu? Kiu yako ni kufanya biashara? Kiu yako ni kuolewa? Kiu yako ni kupata mtoto? Kiu yako ni ipi? Na kama unaona katika moyo wako ipo hiyo kiu, ambayo kiu ya msingi sana ni kumtumikia Mungu, maana ndiko iko siri ya mafanikio haya ambayo unayataka katika mwaka huu. Jiunganishe na Mungu ili chemchem zake. Anasema hivi, mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Sasa unaweza ukawa na kiu kweli ya kupata mtaji, lakini huo mtaji ukiupata nje ya Mungu na ukaanza biashara bila Mungu, unaenda kufa. Kwa hiyo hebu anzia huku, ruhusu hiyo kiu ya mabadiliko iwepo ndani ya moyo wako ili vitu vipate kutokea. Mungu mwenyewe anasema yeye ni Alfa na Omega, yeye ni mwanzo na mwisho. Hakuna wa kufanana naye. Yeye ni mwanzo na mwisho, hakuna mwingine awaye yoyote. Yesu Kristo alivaa mwili, akaja duniani, akafundisha, akateswa, akafa lililokuwa kusudi lake, akafufuka kwa ajili yetu. Ameenda kutuandalia makao. Sasa tunatarajia siku ya mwisho tubadilishwe, tuweze kurithi katika ufalme wa Mungu na yeye, tupate hii chemchemi ya uzima. Sasa uzima unapaswa pia kuwa nao hapa duniani. Ukiwa na uzima rohoni, vitu vinaenda kutokea katika ulimwengu wako wa kawaida wa mwili. Sasa usiporuhusu vitu vikatokea katika ulimwengu wako wa roho, alafu unatarajia matokeo yake nje, haviendi kutokea. Kwanza tia nia ndani ya moyo wako ili ukapate kupokea kile ambacho unatarajia kupokea. Mungu yeye anasema kwamba wale wenye kiu, ndio maana nakuuliza kiu yako ni nini katika mwaka huu wa 2026? Ujitafakari. Ukiipata hiyo kiu yako, basi yeye Mungu anasema atakupa chemchemi ya maji ya uzima bure. Haleluya, watu wa Mungu. Mstari ule wa 7 anasema yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Manake hii mistari yote toka tumeanza kutafakari mpaka sasa, usipoweza kushinda, usipoweza kutoka katika hiyo hali ya hiyo mizigo uliyoibeba ya mwaka uliopita, ukatembea nayo katika mwaka huu wa 2026, hautaweza kuwa mrithi. Hutaweza kurithi, maanake Mungu ametuweka katika dunia hii ili tuweze kuvitawala vyote na tuweze kufurahia maisha. Sasa hivi vyote ni urithi wako kwa Baba. Hapa Yohana anaambiwa kwa ajili ya urithi wa uzima wa milele nyakati zile zijazo, lakini mimi nakutia moyo katika wakati huu wa kwamba hata hivi vya duniani unapaswa urithi, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Anasema atakayerithi haya, nami nitakuwa Mungu wake,
naye atakuwa mwanangu. Hebu ruhusu kuwa mwana wa Mungu. Hizo nguvu zako ambazo ulizitumia miaka iliyopita mpaka sasa hivi na hujaona mafanikio. Mafanikio ya mwanadamu ni ya muda tu. Ruhusu kuwa mwana wa Mungu ili uweze kufurahia maisha ya hapa, lakini uweze kuurithi uzima wa milele pia. Kwa sababu hivi vyote vya katika dunia hii ni vya kupita. Msingi mzima ni kuurithi uzima wa milele, ambao ndio kusudi la Yesu Kristo aliyokuja na kufa msalabani kwa ajili yetu sisi tusipotee. Sasa tunaenda kuangalia kitu kinasema acha dhambi, epuka mauti. Katika mstari wa 8 anasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hawaabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Hii ndiyo mauti ya pili. Mtu wa Mungu ambaye una kiu, tumezungumza habari ya kuona mambo mapya katika mwaka huu wa 2026. Tumezungumza habari za kutua mizigo iliyopita, mambo uliobeba katika moyo wako na kuruhusu vitu vitokee tena upya. Lakini tumezungumza habari za kuandika, tumezungumza habari ya ukuu wa Mungu, yeye ni mwanzo na mwisho. Lakini hivi vyote ukiacha kuvifuata, anasema liko fungu la watu wa aina hii ambao nimekusomea, waoga. Kwa nini unakuwa muoga katika hali ya kumtumikia Mungu? Je, ni jamii iliyokuzunguka inakufanya wewe ushindwe kumdhihirisha Yesu wako? Uoga unatoka wapi katika maombi? Unaogopa vita za kiroho? Uoga unatoka wapi katika biashara yako? Unaogopa kuthubutu kufanya biashara na huo mtaji mdogo? Uoga unatoka wapi? Uoga unaweza kukufanya wewe ukafeli kabisa, lakini mwisho wake pia utapata hii mauti ya pili, ambayo sasa hivi mtu akifa ni mwili tu ndio ambao unaondoka. Roho inaondoka, mwili unakufa, lakini ile roho haifi mpaka itakapokutana na hii mauti ya pili, ambayo ni mauti ya roho, na unaenda kuingia kwenye lile ziwa la moto. Anasema hawa ni wale wasioamini. Mpaka leo mtu wa Mungu huamini habari za Yesu Kristo. Watumishi wa Mungu wamehubiri huku na huku, vitabu vimeandikwa, watu wametoa mpaka kwenye movie, neno la Mungu linahubiriwa kila mahali, bado humwamini Yesu Kristo. Yeye ndio njia na kweli. Anasema mtu asipopita kwake hawezi kufika kwa Baba. Na wamchukizao, acha vitu vya kumchukiza Mwenyezi Mungu. Ishi katika hali ya kumpendeza Mungu, kwa sababu Mungu ni wa utaratibu. Mungu ana kanuni zake. Shika amri zake, acha mambo yale yanayomchukiza, lakini pia acha mambo yanayowachukiza wanadamu wenzako. Badilika. Hebu jitafakari katika mwaka uliopita, ambapo sasa unatengeneza moyo wako kwa ajili ya kupokea vitu vipya, alafu uniambie kwamba umechukiza watu wangapi na ni wapi umejutia na ukatubu, ili uanze kupokea hizo baraka za mwaka huu wa 2026. Angalia machukizo yasifanye ukakosa baraka. Anasema na wale wauaji. Hao wauaji wako katika mafungu mengi. Kuna watu wanaua kwa kutoa roho kabisa, tunasema watu fulani kauawa na fulani, lakini kuna watu wanakuua polepole katika uchumi, hata kisaikolojia. Kila siku anakuua, hata ukiwa na mawazo mapya anakuambia hili uwezi, hichi ungeachana nacho. Anaua ile haja yako ya moyo wako, yale maono yako yanauliwa. Hili ni kanisa gani unasali? Achana na huyu mtumishi. Yani kila unachokifanya, yuko mtu ambaye anaua kile ambacho unachofikiria. Lakini wako watumishi wa Mungu ambao wamesimama katika kweli, ila watu wanaowazunguka wanaua zile ndoto zao. Ashukuriwe Mungu kwamba ukishamwamini Yesu Kristo wewe unasonga mbele na wala huwezi kurudi nyuma. Anasema na wazinzi. Mtu wa Mungu, nimewahi kufundisha hapa nikakwambia matendo ya roho na matendo ya mwili haviendani.
Ukiruhusu kuendeshwa na mwili, utakupeleka kwenye moto, kwenye hii mauti ya pili. Unaenda kuangamia. Ruhusu wewe kuutawala mwili wako. Acha uzinzi. Anasema hao wazinzi wote watatupwa katika lile ziwa la moto. Mtu wa Mungu, ni kuombe mwaka huu tembea kivingine. Achana na uzinzi. Achana na uzinzi. Hiyo ni tamaa ya muda mdogo sana. Hebu jitakase, omba toba, omba kutiwa wakfu tena, utembee katika mwaka huu kwa kusudi lingine. Anasema na wachawi. Nimewahi kuuliza hivi katika mkutano unaweza ukaambia wachawi 4 watoke mbele, hata unawapa 10,000 au 50,000 hata milioni 100 hawatoki, lakini wachawi wapo. Tunasema kwamba hata kumwazia mwenzako mabaya, hata kuchukia mwenzako akifanikiwa, hata kuwa wewe ni mtu wa majungu, hata yani wewe ni mchawi kama wachawi wengine. Mtu ambaye huwezi kumtia mwingine moyo, wewe unaingia kwenye kundi la uchawi. Lakini wako wachawi wale ambao wanaruka. Tunaangalia kitu kinachosema acha dhambi, epuka mauti. Kumbuka tunahubiri kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 1 mpaka ule wa 8, na sasa tuko katika mstari wa 8 ambao una kitu kinasema acha dhambi, epuka mauti. Na hawaabuduo sanamu. Neno la Mungu liko wazi kabisa. Ngoja nikuambie, katika ibada ya Christmas nilipokuwa kule Moshi, nilimsikia mtumishi mmoja akisema watu wamekuja kuhesabiwa, watu wanakumbuka Yusufu na Mariamu walivyokuwa wanaenda kuhesabiwa mpaka mtoto Yesu akaenda kuzaliwa kule kwenye mji mwingine. Lakini watu wengine wanasema Wachaga wanaenda kutambika, Wachaga wanaenda kufanya mila, Wachaga wanaenda kufanya nini. Akawa anatia watu moyo mtumishi kusema kwamba hawaji kufanya mila bali wanakuja kuhesabiwa. Lakini waabuduo sanamu, ndugu zangu, wapo. Na sio kwamba useme labda watu wa Kilimanjaro tu ndio wanaenda labda kufanya kitu fulani. Hapana. Kila kabila, kila koo, kuna baadhi ya watu ambao bado wanaabudu sanamu mpaka leo. Hata kupotea na kwenda unaenda ibada karibu 7 kwa siku moja, wewe ni mmoja wa kuabudu sanamu. Shiba hapo kwenye madhabahu unayokula. Shiba hapo mtumishi wa Mungu anapokulisha. Unaweza ukatangatanga, unajikuta wewe unaabudu sanamu. Nikutie moyo mtu wa Mungu katika mwaka huu ya kwamba hizi tabia hebu ziache. Hiyo miungu yote ambayo unaiabudu, hata kupenda kitu fulani kiwe cha kwanza kabla ya Mungu, hiyo bado ni ibada ya sanamu. Mungu ndiye anatakiwa wewe wa kwanza katika kila kitu ili vitu viweze kutokea. Anasema na waongo wote. Wapo pia watu waongo wenye kusema vitu visivyo na uhakika. Badilika, acha hiyo tabia. Anasema sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Hii ndio mauti ya pili. Acha dhambi, epuka mauti. Msingi mzima wa vitu kubadilika katika mwaka huu ni wewe pia kuacha dhambi. Usiniambie kwamba utaenda kuona vitu vipya sasa hivi wakati dhambi hujaiacha. Lakini hapa Yohana alikuwa anaonyeshwa ni vitu kweli ambavyo vinakuja kutokea katika nyakati za mwisho. Ni kweli kabisa watu wa aina hii wenye kufanya hivi vitu vyote nilivyokutajia hapa wanaenda kutupwa katika ziwa la moto. Hebu tafamani mtu wa Mungu maisha yako kuyabadilisha mapema kabla hizi nyakati. Muda wowote kanisa linanyakuliwa. Muda wowote watakatifu wanaondoka. Je, utakuwa mmoja wapo? Hebu acha dhambi, kwa sababu hivi vitu vyote unavyofanya ni vya muda. Hebu sasa dhamiria kutoka ndani kutaka vitu vipya vitokee katika maisha yako. Nimekuambia dhamira yako ya ndani katika utu wako wa ndani ndio unasababisha vitu vya nje vipate kutokea. Kwa mimi nakutakia baraka katika mwaka huu wa 2026. Ona kwa upya. Kwa sababu neno lilikuwa linatuambia kwamba Yohana anasema akaona mbingu mpya na nchi mpya. Hebu ashumu kwamba
vile vya kale vyote vimeondoka, kwa sababu mbingu mpya inakuja baada ya mbingu ya uharibifu inaondolewa, isiyofaa mbele ya uso wa Mungu. Sasa wewe hebu ondoa hivyo vitu vyote, anza upya, alafu uone vitu vitakavyoenda kutokea katika mwaka huu. Ninakutabiria ushindi, baraka. Wewe ambaye una haja ya mtoto, wewe ambaye una haja ya mtaji wako kuongezeka, wewe uliye na kiu ya neno la Mungu, ukapate kibali, ukazidi kumtumikia Mungu katika viwango vya juu. Ninaomba twende moja kwa moja katika kushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako, ninalitukuza jina lako. Asante Jehova ambaye umekuwa mwalimu mwema. Asante maana Roho wako ametufundisha na kutafakari neno lako. Ni kweli kabisa, Mungu wa mbinguni, ulikuwa na makusudi katika kumchukua Yohana katika visiwa vile vya Patmo na kuweza kumuonyesha mambo ambayo yanayokuja mbele yetu, ili Bwana Yohana apate kuyaandika na sisi tupate kuyasoma na kubadilika kabla ya siku hiyo kufika. Mungu, neno lako linatupa tumaini katika mwaka huu wa 2026. Tukiona vitu vinaenda kutokea kwa upya na vile vya kale vyote vinaenda kupotea, katika jina la Yesu Kristo tunaenda kupokea baraka yako Bwana. Tunaenda kupokea uzima, tunaenda kupokea katika uchumi, tunaenda kupokea katika ulimwengu wa roho, tunaenda kupokea nguvu na vipawa vya kuzidi kukutumikia. Tunaenda kujazwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Ninamuombea msikilizaji yote anayesikiliza, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, pokea jina la Yesu Kristo, ili vitu vikapate kutokea. Ruhusu moyo wako Bwana, ruhusu moyo wako ingie katika mioyo ya watumishi wako, ili Mungu wa rehema tukavione vitu vikitokea katika mwaka huu wa 2026. Tukaone watu wakipata watoto, tukaone watu uchumi wao ukikua, tukaone watu wakikutolea sadaka, tukaone watu wakifunga na kuomba, tukaone watu wakibarikiwa Bwana. Tunaomba Mungu wa rehema, Roho wako Mtakatifu akapata kuongoza wale wasioweza kunena, wakanene Bwana, wakajazwe nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana kama neno lako ulivyokuwa unawaambia watumishi wako, watoto wako wasiondoke Yerusalemu mpaka itakapowajilia ile nguvu. Tunaomba Bwana majira ya kujazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu peke yetu hatuwezi. Tumaini letu ni kwako Bwana, ili tuone vitu vipya vikitokea. Mungu tusaidie, ili tunapopata kuona maono tukapate kuandika, tukumbuke kama ulivyokuwa unampa mtumishi wako Yohana agizo ya kuandika. Mungu wa rehema, ili tupate kumbukumbu hata tunapokuja na maombi yetu mbele zako, tukapate kukumbuka agenda tunazokuomba, tukapate kukumbuka mipango yetu ya mwaka huu, ili Bwana vitu vikapate kutokea. Tunakusihi Bwana, ninanyenyekea kabisa na kushuka na kupungua mjoli wako mtumishi wako ambaye nimekubali tu kuwa mtumwa Bwana. Ninawasogeza watu wako mbele yako Bwana, endelea kuganga mioyo yao, wasibebe yale yaliyopita, bali wakubali mapya sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninakusihi Roho Mtakatifu, endelea kuwa pamoja nawe. Endelea Bwana kutufanya sisi tukapate kuona ukuu wako na uungu wako, ili Baba tukapate kuurithi uzima wako wa milele na kuepuka hiyo mauti. Bwana, tuwezeshe katika tabia zile tusizoweza, ili matendo ya mwili yasituzidi, bali matendo ya Roho ndio yatawale, ili vitu vikapate kutokea na tusikutwe na hii mauti ya pili ambayo ni ya ile ziwa la moto. Tunaomba Bwana tukawe pamoja na malaika wako mbinguni, tukizunguka na kusifu na kukuita mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Tunakusihi Bwana, tusaidie katika maisha ya dunia na baadaye tutakapofika kwako. Utukufu na heshima ni vyako, katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote, jina lenye nguvu, jina lenye thamani. Ninaachilia hiyo damu yako ya thamani, damu yenye nguvu, damu yenye mamlaka, ikapite sasa katika mioyo ya watoto wako, ikawaimarisha hata wale waliokuwa wagonjwa katika hospitali yetu ya nchi ya Tanzania, katika mipaka, katika rasilimali zetu. Hiyo damu yako Bwana ikatulindie kila kilicho cha kwetu, maana ni nchi yetu yenye asali na maziwa uliotupa. Bwana Yesu, tunaomba amani katika nchi yetu ya Tanzania. Tunaomba Bwana utuwezeshe hata wajoli wako wapako mafuta wakahubiri injili ya kweli, ili watu waepukane na walimu wa uongo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, yote tulioomba ni amini na kweli na tumeyapokea. Amen. Hallelujah. Asante Roho Mtakatifu. Asante Jehova. Hallelujah. Asante Bwana. Asante.